Asante sana. Jifu wewe. Una akili gani wewe? Ina maana unakuja kujitilisha huruma pale. Huoni kuna mgeni? Ina maana unaona mgeni kwa nini usiache kudeki pale? Umekuja kujidekisha pale. Mtoto sio matatizo gani? Usikiagi? Mdoe, nimechoka. Vitendo vyako unavyonifanyia, nimechoka. Kama ni hela yako, nitakupa. Unaweza kunipa hiyo hela? Ndio. Sikiliza nikwambie, acha ngonjera. Hapa mimi nimekuja tukamalizane. Wewe Jamila. Niache, staki. Wewe. Acha ushamba. Hebu niache, nimekwambia staki. Mwizi! Jamani mwizi! Una nini mama? Zaidi ya kunipikia na kunioshea vyombo. Mwanangu sasa hivi atakuwa anasoma masomo ya ziada. Usiku na mchana yuko na mwalimu, mtoto wangu yuko jikoni. Moyo wangu unaniuma, umeondoka umeniacha mama, mateso yananiandama, peke yangu siwezi simama, nguzo yangu umeanguka, mshumaa wangu umezimika. Ni nani wa kunifuta haya machozi? Simanzi, giza tele mbele sioni. Ni nani wa kunifuta haya machozi? Simanzi, giza tele mbele sioni. Mama, mbona umeniacha mama? Mama, nakukumbuka mama. Mama. Asante sana. Karibu mno mwalimu. Nashukuru sana. Basi mimi nisiwe mwongeaji sana. Kama tulivyotangulia kuzungumza kwenye simu juzi. Na hilo ndilo lilonileta. Nadhani marahaba si watu. Hujambo? Jambo. Sasa. Samahani mwalimu. Naomba ngampe kidogo maelekezo. Hamna shida. Moja. Jifu wewe. Una akili gani wewe? Ina maana unakuja kujitilisha huruma pale. Huoni kuna mgeni? Ina maana unaona mgeni kwa nini usiache kudeki pale? Umekuja kujidekisha pale. Mtoto sio matatizo gani? Usikiagi? Wala wako mkono tena unajipitisha. Hakikisha ufanye kazi yote mpaka mgeni atakavyoondoka. Umesikia? Ndio. Yalikuwa ni maelekezo kidogo tu nilikuwa nampa mwalimu. Karibu. Asante. Kama nilivyotangulia kukwambia kwamba kile ambacho tulizungumza juzi kwenye simu ndicho ambacho kimenileta hapa. Pale nyumbani kwangu naishi na mke wangu tu. Na mke wangu sasa hivi haipo sawa, ana hali ya tofauti kidogo. Kwa hiyo nilikuwa natamani kupata mtoto ambaye anaweza akamsaidia shughuli ndogo ndogo mke wangu. Walau kwenda jikoni, walau kwenda dukani, walau kumenyamenya hata vinyanya. Kutokana na hali ya mke wangu alikuwa nayo kwa sasa. Hivyo katika wanafunzi wote pale katika kupeleleza nimegundua wewe ndo una watoto wa kike 3. Kweli kabisa mama. Hivyo nikaona kwako kwa 100% nina uwezo wa kupata msaada. Nahitaji binti nikaishi naye pale. Na kuhakikishia nitamlea kama mzazi.
nitahakikisha nampa vyote ambavyo mzazi anapaswa kumpa mtoto. Atakula vizuri, atalala vizuri, atavaa nguo nzuri, lakini pia hata akitokea anaumwa, nitahakikisha anapata matibabu haraka iwezekanavyo. Lakini pia kubwa zaidi, kwa kuwa mimi ni mwalimu, basi nitahakikisha nampa yale masomo ya ziada pale nyumbani. Yaani nje na shule, pale pale nyumbani pia nitatenga muda kwa ajili ya kumpa yale masomo ya ziada. Hivyo naomba sana msaada wako juu ya hilo, na nitafurahi sana endapo utanisaidia. Ni kweli kabisa mwalimu, kama ulivyosema, na watoto 3 wa kike, na kwenye maisha ni kusaidiana. Na pia wewe mwalimu una moyo mzuri sana, kwa sababu hata hivyo wewe unapojitolea kusema utamfundisha, utasema utamfanyia vitu zaidi ya hivyo, na maana ni moyo wako wa imani ulionao ndani yake. Kwa hiyo mimi sina kipingamizi katika hilo mwalimu, ila mabinti nao 3. Sasa wewe ndio niambie, kati ya wote uliowaona mabinti zangu 3, ni yupi unaona atakufaa kwenye hiyo shida yako? Asante sana. Kwanza nishukuru kwa kuonyesha moyo wa kuwa tayari. Lakini nadhani Siwatu atakuwa bora sana, kwa sababu Siwatu ipo darasa la 7 sasa. Hivyo atakuwa anapata muda mzuri wa mimi kumfundisha ili kuweza kwenda kufaulu vizuri katika mtihani wake wa darasa la 7. Lakini mbali na hivyo pia Siwatu ni mkubwa, kwa naamini atakuwa na muda mwingi wa kumsaidia mke wangu pale nyumbani, kwa sababu yeye ni mkubwa. Mwalimu, uliosema wote kuhusu Siwatu hujakosea. Ni kweli yuko darasa la 7 na Siwatu ni mkubwa kuliko hao wengine. Lakini kwa kweli mwalimu, Siwatu hawezi kukusaidia katika hilo. Mimi nakataa wewe kumchukua Siwatu kwa sababu moja. Siwatu ni mjeuri, Siwatu ni mvivu. Na kwa kuwa umesema mke wako ana hali sio nzuri, ataenda kumuongezea tu hali mbaya. Kwa sababu hata msaidia kwa chochote, sio mwepesi kwa kweli. Hata ukimtuma dukani, sehemu ya nusu saa anaweza kukaa masaa 2. Sasa atamsababishia mgonjwa stress, mawazo zaidi badala ya kumsaidia. Mimi kwa kweli hapa katika mabinti zangu wote 3, Maria unamuona ni mdogo, lakini Maria anaweza kukusaidia hiyo shida yako. Yule mtoto ni mdogo lakini ni mchangamfu, anaweza akamsaidia, ni mcheshi. Wewe hata kwa mgonjwa anaweza akawa faraja pia. Maria ni mdogo lakini ni mchangamfu, atamfaa mke wako kwa kila kitu, kwa kuchangamsha nyumba, kwa ukimtuma dakika chache, tofauti na Siwatu. Asante sana. Basi mimi nazidi kufurahi. Na nimefurahi vyema kabisa kwa ushauri wako ambao umenipa. Najua siku zote mzazi ndiye anayemjua mtoto wake vizuri. Na kwa kuwa wewe umenishauri niweze kumchukua Maria, basi mimi haina haja ya pingamizi. Asante sana. Nitamchukua Maria. Na kuhakikishia Maria ataishi vizuri, atakula, atalala, atasoma vizuri. Asante sana mwalimu. Ninashukuru sana, na naamini pia mtoto wangu atakuwa bora kielimu zaidi. Ondoa shaka juu ya hilo. Yaani amekuja jikoni kabisa, basi naamini atashiba elimu. Asante sana mwalimu. Sawa basi acha mimi nikuache. Sawa mwalimu, karibu tena. Asante sana. Ila ngoja kusindikiza kidogo, japo umeishia maji kwetu leo. Shida. Kwa hiyo hapa ndio umesafiri, si? Haya, hebu niambie, upo mkoa gani mwenzangu? Mdoe, nimechoka. Vitendo vyako unavyonifanyia, nimechoka. Kama ni hela yako, nitakupa. Unaweza kunipa hiyo hela? Ndiyo. Sikiliza nikwambie, acha ngonjera. Hapa mimi nimekuja tukamalizane. Wema. Yaani umeniongopea umesafiri. Kumbe upo hapa hapa. Haya, kama una hiyo hela basi nipe. Ngoja siku 2-3 nitafute nitakupa. Na ndio maana nikakwambia twende tukamalizane. Acha ushamba wewe. Vipi? Twende hata ndani hapo tukamalizane chapo. Nakuaje wewe?
Ndio niache, sitaki. Sitaki. Wewe. Acha ushamba. Hebu niache, nimekwambia sitaki. Mwizi! Mwizi! Jamani mwizi! 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 Jamani mwizi! 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 Ungekuwa unafanya vitu vyote hivi. Na sasa hivi upunguze kwenda kwa kina Asha. Unazurura wewe mtoto, unazurura. Hamna bwana, mimi nilikuwa nimeenda kusoma pale. Umeenda kusoma bila vitabu? Yaani mtu unaendaje kusoma hujabeba vitabu? Hauna daftari. Mama mkubwa! Dada, Mama mkubwa. Mama mdogo. Marahaba, mjambo. Hatujambo. Jamani dada. Pao. Marahaba, umekuwa mkuu. Marahaba, mmekuwa jamani. Dada, karibuni. Wewe muone si watu mwenyewe mnakaribia kulingana. Dada, mmekuja na gari ya saa ngapi? Gari ya usiku. Gari ni moja tu sasa hivi kule kijijini. Unajua ile gari la mtendaji na nini ile la wakina Juma pale limeharibika. Kwa hiyo ukilala wewe ni kuota ni safari. Yaani nilikuwa naota tu kufika kwa mdogo wangu jinsi nimewakumbuka jamani. Karibuni. Jamani. Maria, karibuni. Asante. Shikodasi watu. Baraba Maria, mbona umekuwa mkubwa hivyo? Karibu. Mama mkubwa karibu. Asante mwanangu, umekuwa mkubwa si watu. Hamna. Karibuni ndani. Poleni jamani. Shoga umekaa huku. Shoga yangu. Maria sasa hivi atakuwa habari yao huko shule. Mwanangu Maria amejua kunifurahisha. Mwanangu atanipandisha vyo mimi. Ulikuwa unaringa mwenyewe. Eti unapata max nzuri. Sasa hivi Maria atakuzidi kwa kila kitu. Kwa sababu sasa hivi Maria anakaa na mwalimu. Mimi nina uhakika mwanangu atafanya vizuri. Atapata max nzuri. Wewe utabaki hapa hapa. Utabaki kama kijakazi. Maana hiyo ndio hadhi yako. Wakusoma utakuwa wewe. Wasisome wanangu wewe ndio usome. Jamila mimi jamani uzao wangu wewe. Shoga yangu utafua, utadeki, utaosha vyombo, maana hiyo ndio hali yako. Wanangu watafaulu, watakuwa habari ya darasa, atakuwa habari ya shule nzima, mwisho atakuwa habari ya dunia. Uko hapa unafanya kazi. Wakusoma utakuwa wewe. Uzao wangu mie, umetoa wasomi. Wewe utasoma uende wapi? Una nini? Unatakiwa upike uoshe vyombo hapa. Umefika mama. Una nini mama? Zaidi ya kunipikia na kunioshea vyombo. Mwanangu sasa hivi atakuwa anasoma masomo ya ziada. Usiku na mchana yuko na mwalimu, mtoto wangu yuko jikoni. Asifaulu kwa nini? Na wewe ukabaki kwa kikaragosi unanifulia mama. Nikisema umeshtuka. Mimi ndio mama mkubwa. Mimi ndio Jamila. Maisha yangu mazuri, watoto wangu wasome. Alafu wewe unaniangalia hivi. Moyo wangu unaniuma, umeondoka umeniacha mama, mateso yananiandama, peke yangu siwezi simama, nguzo yangu umeanguka, mshumaa wangu umezimika, ni nani wa kunifuta haya machozi? Wewe Jamila. Kaka Mdoni. Aya, kwa nini ulikuwa unanikimbia? Hapana kakangu, mimi sikuwa nakukimbia wewe. Yaani nilikuwa nimetoka hivi naenda hivi huku juu. Nikakumbuka kuna mtu nimemweka pale nje nikawa namrudia nyumbani kakangu. Sasa mimi nikukimbia kwa kosa gani kakangu? Siwezi kukukimbia. Acha kunifanya mimi mtoto.
hamna chochote cha mtu wala nini. Wewe ulikuwa unanikimbia mimi. Kakaangu, siwezi kukukimbia. Sasa nikukimbia kwa nini kakaangu? Siwezi kukukimbia. Sikia, Jamila. Nataka hela yangu sasa hivi. Nataka hela yangu. Kaka. Kweli kabisa na mimi nataka nikupe. Hata ningekuwa nao sasa hivi ningekupa. Lakini kaka, watu ni wasumbufu sana. Yaani watu ni wasumbufu kweli kakaangu. Lakini jioni hela yako itakuwa ikishajaziwa napewa jioni hii. Yaani na uhakika kesho asubuhi ndio chukua hela. Aha. Kwa hiyo leo ukijaziwa hela yako, kesho uhakika hela inatoka. Kabisa. Yaani ina uhakika kabisa. Yaani jioni hii yani nina uhakika huu. Na iletewa pesa yangu afu na wewe kesho asubuhi ndio chukua hela. Sawa. Kesho mapema tu nipo kwako. Sawa kaka. Baridi. Moyo wangu unaniuma, umeondoka umeniacha mama, mateso yananiandama, peke yangu siwezi simama. Moyo wangu unaniuma, umeondoka umeniacha mama, mateso yananiandama, peke yangu siwezi simama, nguzo yangu umeanguka, mshumaa wangu umezimika. Ni nani wa kunifuta haya machozi?